na yakiwa salama, na tumtegemee Mungu wetu. Kwa hivyo tuombe Mungu wetu. Mungu mkono wake si mfupi, atatusaidia na atatuokoa. Unapomtegemea Mungu kabisa, atakuokoa na atakusaidia. Siku moja, ni miaka imepita kidogo, my second born daughter was sick. Nikampeleka akiwa mdogo, nikampeleka hospitali, akatibiwa, nikamtoa pale, tukaja kwa nyumba. And you know, wakati ule hatukuwa na simu. Sasa wageni ambao walikuja kusalimia mzee amewasindikiza, yule mtoto akazimia. Nikachukua yule mtoto, mama unaweza ona vile utapanic. Unakimbia na mtoto, unaenda hospitali, hata ukumbuki kuna gari barabarani. Nikafika kwa hospitali, daktari ambaye alikuwa anatusaidia, nikapata anataka kufunga. Lakini akahudumia mtoto, yule mtoto akarudi vizuri. Mtoto amerudi vizuri, sina pesa lakini nataka kwenda nyumbani. And that time tulikuwa tunakaa Nakuru. Nikatoka hapo kwa barabara, nikasimama, nikaambia Mungu nisaidie nifike nyumbani. Ile njia ya kunisaidia nifike nyumbani sijui, lakini vile unatuambia hakuna jambo linalo kushinda, Mungu nisaidie nifike nyumbani. Nikaomba the second time. Kuna watu walikuwa wamekaa hapa, wengine ni walevi, wanashangaa huyu mama anafanya nini hapa saa hii usiku na mtoto mkononi, na mzee amefika nyumbani anioni na ajui nimeenda wapi. Yule mtoto mwingine mkubwa amelala, sasa anashindwa afuate njia kwenda wapi na hakuna simu. I prayed for the second round. Nikamwambia Mungu nisaidie nienda nyumbani. The last round nikamwambia Mungu, niko hapa, hakuna mtu wa kunisaidia, ni wewe peke yako, na vile utanisaidia sijui, lakini naomba unisaidie nifike nyumbani. Ninaposimama kwa barabara, nikaona gari inatoka hapa ikaenda hivi ikafika kwa ile duka tulikuwa tunaita Nakuru Mattress. Ili Nakumat ilikuwa Nakuru Mattress, ilianzia Nakuru ikiwa duka moja. Iliposambaa kwa town zingine ndio ikaitwa Nakumat. Hiyo gari kufika pale tena ikarudi ikaja ikasimama hapa penye niko. Wakaniuliza, mama unaenda wapi? Kulikuwa na mwanaume na mwanamke ndani. Nikawaambia ninaenda Shabab. Hao watu wenye wako hapa wakasema hata na sisi tunaenda huko. Sasa ule mtu mwenye alikuwa anaendesha ile gari akawaambia hivi, tumetumwa kusaidia huyu mama na mtoto peke yake. Nikaingia kwa ile gari. Tukaenda, nilikuwa nawaambia tunaenda hivi. Hata kabla niwaambie wanapenduka haraka. Sasa nikafika hapa kwa mlango na watchman anakaa hapa ndani na gate ndio hii. Sasa ninagonga hii gate anifungulie niingie. Ninapogonga gate akaamuka upesi akanifungulia. Ile gari ikanifikisha hapa na ikapinduka. Nilipojaribu kuangalia, kwa sababu walikuwa waende straight juu kidogo ndio waende kukata kona. Saida nimegonga mlango kwenda kutazama sikuiona, na nikashangaa imeenda haraka aje. Kugonga mlango chairman huyo watchman anauliza unatoka wapi? Nikwambia ni hospitali. Na saa hii usiku umekujaje? Nimekuja na gari. Hiyo gari imekufikisha wapi? Imenifikisha hapa kwa mlango. Na mbona sikusikia sauti ya gari? Nikamwambia na gari ilikuwa Nissan ya white. Imenileta mpaka hapa na gari mimi nilikuwa nasikia sauti ya gari. Akaniambia vile nimekaa hapa sijasinzia wala sijarara, mimi sijasikia gari. Mimi ni wewe tu nimesikia ukigonga. Vile tunaongea na watchman mzee amekuja, akaniuliza unatoka wapi? Umekuja na nini? Nikamwambia nimekuja na gari. Na hiyo gari mbona hatukusikia? Ba mimi nte gari nje akabugire, ngakimutaliko igwe gari nje na igwe kobo. Hiyo gari ikanileta ikafika hapo nikalala mpaka usiku. Asubuhi ndio nikaanza kujiuliza, yule mtu alisema tumetumwa kusaidia huyu mama na mtoto, na ni nani aliwatuma? Ndipo sasa nikaanza kujifikiria na kujiuliza, God is a prayer away. Mungu wetu ambaye tunamuomba ako karibu sana na sisi, na unapomuomba na kumtegemea kabisa, huyu Mungu atakusaidia. God is just a prayer away. Na Mungu anatusaidia kwa hakika. Siku hiyo niliona mkono wa Mungu na nikashangaa, na I will give that testimony mpaka siku yenye nitashindwa kuongea ndio nitawacha kutoa hiyo testimony. Mungu wetu anatusaidia. Nothing is impossible with God. Vile tunavyosoma katika Genesis 18 verse 14. Mungu wetu anatusaidia. Na Mungu anapotusaidia anataka aone uaminifu wetu.
kulikuwa na crusade mahali. Mama mmoja mzee wake alikuwa mlevi chakali. Akasema wacha niende kwa hawa watu wa crusade niwaambie waje nyumbani kwangu waombe ndiposa huyu mzee wangu awache kunywa pombe. Watu wa crusade wakaenda, wakaomba. Siku hiyo mzee akakunywa vile hajawahi kunywa siku nyingine. Akakuja mpaka hata akashindwa kupanda kwa kitanda, akarara hapo chini. Huyo mama akasema leo nitaamuka na ni Saturday, niende niambie wale watu wa crusade nisiwaone kwangu, kwa sababu vile walikuja ndio hata mambo yaliharibika zaidi. Yule mama akatoka na hasira, hata hakupikia yule mzee. Na mzee kustuka, mama amefungua mlango anaenda. Na mzee anamfuata mbio kutoka nyuma. Unaenda hata hujanipatia hata chakula. Anamkimbiza, akabuogolioro bako omotokoro bako, anakimbiza yule mama kwenda kanisani. Mama kufika kanisani kwa wamama wengine, akapotelea kuona amekaa wapi. Akasema wacha nikae hapa nyuma nimsubiri, akitoka tu moja kwa moja naye mpaka nyumbani. Mzee pastor akahubiri. Alipomaliza kuhubiri, pastor akatoa wito, akasema wenye wamemkubali Mungu na wanataka upatizo na waje mbele. Believe me or not, yule mzee ndiye alikuwa wa kwanza kujitokeza na kuja mbele. Akawaambia na akatoa testimony, akawaambia mimi sijakuja kanisani kuhubiriwa. Mimi nimekuja hapa kupiga mtu. Lakini sasa nimepata hapa mahali ni pazuri na sasa na mimi ninataka nipatizwe, tuandamane na mke wangu tukienda kanisani. Tunapoendelea kumuomba Mungu, tuombe Mungu wetu na Mungu wetu atatusikia na atatutendea kulingana na mapenzi yetu, na tuombe kulingana na mapenzi ya Mungu. Wengine hata wengine watakapoacha na wengine utakapoona watu wengine wamerudi nyuma, simama imara wewe na familia yako, vile Joshua alisema in Joshua 24:15 kwamba mimi na familia yangu, hata wengine mkiniacha hata nikipaki peke yangu, mimi na familia yangu nitamhudumia na nitamhudumia Mungu wa mbinguni. Kwa hivyo tuendelee kumhudumia na kumwamini na kumheshimu Mungu wetu. Tuheshimu Mungu wetu mpaka na mapato yetu. Vile tunavyopata na hata na fedha zetu zimheshimu Mungu. Sometimes tunapoomba tuombe na tuseme let God's will be done. Kuna mambo mengine tunaomba na tunayaombea na labda mapenzi ya Mungu hayako lile jambo litendeke vile tunahitaji. We have to say let God's will be done. Na jana yale mapenzi ya Mungu yatendeke. In Philippians 4:6 tunasoma tusijisumbue kwa jambo lolote, bali kwa kila jambo kuomba na kushukuru na kutafuta kwetu kujulikane machoni pa Mungu. In 2 Timothy 2:2, ama ninaenda haraka. 2 Timothy 2:1 and 2 inasema, na wewe ukishajua haya maneno ufundishe wengine na wale wengine wafundishe wengine. Kwa hivyo sisi ambao tumemjua Mungu, tumefundishwa, tumejua ukweli, na ule ukweli ambao tumeujua tuutendee kazi na tufundishe wengine, tufundishe familia zetu, tufundishe na watoto wetu. Watoto wetu tuwape Yesu. Let them know who Jesus is. Wajue Mungu ni nani. When changamoto zinakuja katika familia zetu, wacha watoto wetu waone tukiomba na Mungu akijibu. Watakapoona vile tumeomba na Mungu amejibu, na wao watamtegemea huyu Mungu. Wakati tutakuwa ama wakati hatutakuwa, watachifundisha kumtegemea Mungu. Wazazi, mara nyingi tunapea watoto wetu mali, tunawapea mashamba, tunawaandikia will, mtoto wangu fulani achukue kitu fulani, lakini hatuwapei Mungu, hatuwapei Yesu. Tufundishe watoto wetu wajue juu ya Mungu, na tuwafundishe wajue kumtegemea huyu Mungu. Tusiwaachie shamba na mali peke yake, tuwapatie Mungu. Mzee mmoja alikufa mahali, watoto wake wakasema huyu mzee amekufa, muache apumzike hapo mochari, wacha tugawane mali kwanza. Huyu mzee alikuwa na wake wawili. Wakaanza kugawana ile mali, mzee akakaa mochari for 1 month. Kuna kijana alipewa mahali kulikuwa na miti. Na hiyo miti ilikuwa kubwa. Kaenda kalete mesumene yego kura lero. Na babake ako mochari. Kile kitu unapea mtoto na haja sweat kukipata.
hata kitunza. Biblia, the Bible is very clear. When we read in Deuteronomy 8:18, Mungu hapei watu mali, anawapea nguvu za kupata mali. Mungu anapea watu nguvu za kupata mali. Ndipo Deuteronomy 8:18 inasema Mungu ndiye anatupa nguvu na uwezo wa kutafuta mali, lakini hatupei mali. Kwa hivyo na watoto hao wetu ambao tunalea, na wao tuwafundishe wajue vile watakavyotafuta vitu zao. Sio wakae tu tuendelee kushughulika tukitafuta, tukipata kila kitu tunawapatia, na tukiwapatia wanaharibu, hawajui kutunza kwa sababu hawakusweat kupata hicho kitu. Finally, unapomuomba Mungu, you promise him something. Unapoahidi Mungu jambo, unamwambia Mungu, ukinitendea hivi na vile, nami nitafanya hivi na vile. Hakikisha you fulfill your promise. When you promise God something, make sure you fulfill that promise as you promised God. Tukiwa na shida tunamuomba Mungu, tunamulilia, tunamwambia Mungu, nisaidie, na ukinitoa hapa nitakuwa hivi na vile na nitafanya hiki na kile. Siku moja nikaomba Mungu, mtoto wangu alikuwa ameangukiwa na nyumba. Tulikuwa tunapomoa nyumba penye tulikuwa tumehamia, hiyo nyumba ikamwangukia vibaya kiasi kwamba hatukuwa na matumaini. Niliomba Mungu, tukija kwa gari, tukitoka huko chini nikikuja General, nilikuwa ninaomba, ninamwambia Mungu, ukisaidia mtoto wangu apone, nitafanya hivi na hivi. Among the things I promised God was, Sabato ya tarehe fulani nilikuwa nitoe sadaka ya shukrani, na ni 1000. Kitambo kile 1000 ilikuwa pesa mingi sana. Huyo mtoto akafika hospitali, alipopigwa x-ray kurudisha yale majibu kwa daktari kwa ward, akaniuliza, mami, unasema nini ilifanyikia huyu mtoto? Nikamwambia ni kuta ya nyumba, sehemu ya kuta ya nyumba ndio mwangukia yule mtoto. Daktari akaniambia, huyu mtoto apart from the physical injuries, tunaona hakuna mfupa imefunjika. Tumfanyie test ya mwisho. Wale ambao ni madaktari hapa mnaelewa. Tumpe kitu akule, kama ako na internal bleeding hata meza kitu. My sister alikuwa hapo karibu, tukaleta chai, tukamwambia daktari amesema ukunywe hii chai glasi 2. Akakunywa haraka, akamaliza. Daktari akaniambia huyu mtoto hakuna mahali ameumia, ni hizi physical injuries. Ile Sabato nilipromise kutoa Mungu nitatoa 1000 shillings. Ikifika I had only 1000 shillings kwa mfuko. Sina unga, sina mafuta ya mboga, sina sukari, sabuni imeisha, kila kitu. Yaani koka ngo bia aleko teba nine kende ngaye no ura bumo katokole kitogene. Lakini nilikuwa with only 1000 kwa mfuko. Nikasema nitafanya nini? I promised God I'm going to give this. Nikaomba, nikapeleka ile pesa. Kurudi hakuna chochote kwa nyumba. Ikafika Sunday, Monday, nilikuwa ninakaa kitambo kile, nilikuwa nakaa karibu na daraja. Manamba wanagonga mlango, wananiambia kuna mgeni tumebebea hii mizigo, wengine wako nyuma. Mamangu alisikia mtoto ni mgonjwa, akanileta, akakuja norocho buno mongino gusiara abogoti. Amebeba ndizi, amebeba mahindi, amebeba maziwa, amebeba mboga. Kanipatia 500 shillings. Nikafurahi, nikamsindikiza, nikampandisha gari. Nateremuka, nimefika hapo Kisi hoteli, nateremuka mguu. Nikapata na mtu akaniuliza, na wageni wamekuja kwako uliwapata? Nikamwambia nimewasindikiza. Hapana, kuna wageni wamenatokea pale ngambo March Park wawili. Na wanyando mulitoiga ngai ngona gusua. Nikakimbia kufika, nikapata nikasini yangu wamekuja, wameniletea chakula mingi. Ikifika Wednesday, my brother ambaye alikuwa ni town engineer Nakuru by that time, akakuja akaniambia tulienda matanga. Nikiomba Mungu nilikuwa namwambia Mungu, I've done my part. The remaining part is yours. Mimi nimetoa vile niliahidi, na wewe kazi yako ni kunipatia chakula. Nikikosa chakula, nikilala njaa, part yako umefeli. You know God is your father. Sometimes mnaongea na yeye. Wanapoambia mzazi wako kitu unamwambia. My brother akaja, akaniambia nimepitia hapa nikuje kukusalimia. Natoka hapa chini Uchaluoni, nikaona wacha nipitie hapa kwako nikusalimie. My brother akanisalimia, akaniambia sister, twende town nikufanyie shopping. Akanifanyia shopping yenye nilitumia for 1 full year, na akanipea 10,000, na tangu siku hiyo hajawahi nipea 10.
When you promise God something, make sure you fulfill that promise. Unapomwahidi Mungu jambo, na wewe tenda vile ulimwahidi. Mungu atende sehemu yake na wewe utende sehemu ya nani? Yako. Let God do his part and you do yours also. Na Mungu wa mbinguni awabariki. Baba na Mungu wetu, tuaja mbele zako jioni ya leo tukiwa na wingi wa shukrani. Asante kwa kipawa cha uzima na afya. Umetufikisha hii siku ya leo. Tumekuja kukuabudu, utusaidie tukuabudu katika roho na kweli. Tusaidie Mungu katika familia zetu, tuwe na ibada ya ukweli na tukuabudu katika roho na kweli. Tusamee dhambi na makosa yetu na utuandae kwa ajili ya ufalme ujao. Ndilo ombi letu kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Mnasemaje kwa mahubiri ya matamu? Hivyo tuweze kumtolea Mungu kila wakati tunatoa ahadi, tumtolee Mwenyezi Mungu na bila shaka ataweza kutujibu na kutulipa kulingana na mapenzi yake. Wimbo namba 22. Usinipite Mwokozi, tuanze. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Kiti chako cha rehema, women endeleeni kuja, tazama magoti napiga pale, nisamehewe Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Kiti cha kutegemea ila wewe tu, uso wako uwe kwangu na kuabudu Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Wewe tu umfariji, sina mbinguni wala duniani pote Bwana mwingine. Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Jambo moja ninaloomba Bwana,
nikae ndani yako, nisonge karibu nawe kila kunapokucha. Neno lako likae ndani yangu, katika usemi wangu, rohoni mwangu, niwe nawe daima milele. Jambo moja ninaloomba Bwana, nikae ndani yako, nisonge karibu nawe kila kunapokucha. Neno lako likae ndani yangu, katika usemi wangu, rohoni mwangu, niwe nawe daima milele. Ninapotembea Bwana, nikumbushe kuhesabu siku zangu, nisimkwaze jirani yangu, niwe na amani kwa wote, niwe manukato yanayopendeza, msaada kwa wale wahitaji. Nitambue nyayo zako nami nikuandame Yesu, nitambue nyayo zako nami nikuandame Yesu. Ninapotembea Bwana, nikumbushe kuhesabu siku zangu, nisimkwaze jirani yangu, niwe na amani kwa wote, niwe manukato yanayopendeza, msaada kwa wale wahitaji. Nitambue nyayo zako nami nikuandame Yesu, nitambue nyayo zako nami nikuandame Yesu. Tujitambua kwamba sisi wako tu, wanyonge wadhaifu, juhudi zetu kujisafi mara hutuangusha. Siku kwa siku tujibidisha kwa kutenda yaliyo mema, ndipo tunaanguka Yesu, neema itutoshe. Twajitambua kwamba sisi wako tu, wanyonge wadhaifu, juhudi zetu kujisafi mara hutuangusha. Siku kwa siku tujibidisha kwa kutenda yaliyo mema, ndipo tunaanguka Yesu, neema itutoshe. Ninapotembea Bwana, nikumbushe kuhesabu siku zangu, nisimkwaze jirani yangu, niwe na amani kwa wote, niwe manukato yanayopendeza, msaada kwa wale wahitaji. Nitambue nyayo zako nami nikuandame Yesu, nitambue nyayo zako nami nikuandame Yesu. Ninapotembea Bwana, nikumbushe kuhesabu siku zangu, nisimkwaze jirani yangu, niwe na amani kwa wote, niwe manukato yanayopendeza, msaada kwa wale wahitaji. Nitambue nyayo zako nami nikuandame Yesu, nitambue nyayo zako nami nikuandame
zangu, nisimkwaze jirani yangu, niwe na amani kwa wote. Niwe manukato yanayopendeza, msaada kwa wale wahitaji. Nitambue nyayo zako nami nikuandame Yesu. Nitambue nyayo zako nami nikuandame Yesu. Ninapotembea Bwana, nikumbushe kuhesabu siku zangu, nisimkwaze jirani yangu, niwe na amani kwa wote. Niwe manukato yanayopendeza, msaada kwa wale wahitaji. Nitambue nyayo zako nami nikuandame Yesu. Nitambue nyayo zako nami nikuandame Yesu. Watu. Bwana asifiwe. Our God is good. Nakumunga abantu kutumunyari gitiga. Bwana asifiwe. Yangu moina monana bakwe. Tunyari gitipi. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ameweza kuwa pamoja nasi. Na tumemaliza vipindi viwili ambavyo vilianza health pamoja na family life, na wanenaji wamezungumza pamoja nasi maneno muhimu sana. Kuanzia health ameweza kutuzungumzia kwamba tuweze kufanya exercise, na familia amezungumzia kuhusu family worship. Na najua kwamba tumeweza kufanikiwa sisi wote kwa kusikiza maneno hayo muhimu katika familia zetu. Na leo hatutakuwa na kile kipindi cha jioni ambacho tulikuwa nacho jana kwa sababu ya Sabbath preparation. Kwa hivyo tutafanya kipindi kimoja ambacho kitaweza kuletwa na pastor. Akimaliza tutaweza kuondoka kwa sababu ya kuweza kujitayarisha kwa ajili ya Sabato na vile ambavyo mnavyofahamu. So I want us to stand and pray. Then I welcome pastor to come and speak to us. Mahali popote ulipo, ningependa tuweze kusimama. Hata wale ambao walio pale mbali, I want all of us to stand. Hata wale waliolala pale mitini, we want to pray for you also. We want to pray for you. You need something God ambacho unataka Mungu akufanyie. I want you to stand so that we pray. Thank you for standing. Wale ambao umesimama, Mungu awabariki sana. So let all of us pray as we invite pastor to speak to us. Let's pray. Our gracious Father and our God in heaven, we thank you so much for this moment and the opportunity that you have given unto us. Thank you, our Heavenly Father, because you have accepted us to be here again this evening to call upon your name. We really appreciate that, Father, you have kept us alive up to this moment. It is a privilege that we will never take it for granted. And our Heavenly Father, as we have converged in this place, we want to ask that your Holy Spirit will be amidst of us. And this place will be sanctified and will be called your place, and it will be called by your name. Want to pray even for our brothers who are at the far end there. They need you, and for sure they need your intervention in your life. Thank you for they have stood so that in their standing moment, I want to pray that our Heavenly Father, you bless them
and He will minister to their needs in the name of Jesus. For the rest of us, as we listen to your word, may you speak to our hearts, and may we see you again as never before, is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Now I take this opportunity to invite our pastor to come and continue with the program. How many together with me welcome Pastor so that he can come and stand and speak? Wangapi pamoja nami wanamkaribisha mnenaji? Thank you so much. Pastor, you are welcome. We go out? Stand here. We'll go out, yeah. Mungu anakupenda. Jesus anakupenda. Mungu akubariki. Karibu. Karibu. Welcome so much. So good to see all your happy faces. Asante sana, karibu, na tunafurahi kuona nyuso zenyu zenye furaha. Tonight will be a shorter program Basi leo mahubiri yatakuwa ni mafupi, because we want to finish here close to 6 o'clock. maana tunataka tumalize saa 12 kamili So you can go home, ili tupate kuelekea nyumbani, and you can just prepare for the Lord's Sabbath, ili the Lord's day. tujiandae kwa ajili ya sabato ya Bwana ambayo ni siku yake Bwana. So tomorrow, Basi siku ya kesho 9 o'clock in the morning, we're going to the prison. saa 3 asubuhi tutaelekea pale gerezani. There's hundreds of men and many women who have given their lives to the Lord Jesus Christ. Pana mamia ya wanaume pamoja na wanawake ambao wametoa maisha yao kwa ajili ya Yesu Kristo. So there'll be a big baptism in the morning. Basi asubuhi ya kesho patakuwa na ubatizo kwa wingi. So we'll be done hopefully maybe 11 o'clock. Basi tutamaliza, hebu tuseme saa 5 kamili. And when we finish at the prison, then I'll come to Kisii Central SDA, Seventh-day Adventist Church. Basi nitakapomaliza pale gerezani nitakuja katika kanisa la Sabato la Kisii Central. And we'll share another message there with the congregation. Na basi tutapata kushiriki ujumbe mwingine pamoja na washiriki. So if you want to join us there tomorrow, please feel free to come. Basi kama unataka kutushiriki pamoja nasi kesho, tafadhali karibu sana. We'd love to see you there and share the word of God there with you. Tungependa kukua pamoja nanyi pale na katika kushiriki neno la Mungu pamoja. Also keep in mind on Sunday, Basi hebu kumbuka haya, siku ya Jumapili we have a medical clinic here. tuko na kambi ya kliniki hapa. So if you have any medical needs or need to see a doctor or a nurse, Kama unahitaji lolote la tiba, kama una ugonjwa na unahitaji kumwona muuguzi ama daktari, or even a dentist, ama unahitaji kumwona daktari wa meno, please come and there will be free medical service. tafadhali kuja, maana huduma utakayopatiwa ni huduma ya bure. We've come here to serve your needs, both physical and spiritual. Tumekuja kwa ajili ya mahitaji yako ya kimwili pamoja na kiroho. And we praise God for the privilege of meeting all the beautiful people here. Na tunamsifu Bwana maana ametupa fursa ya kipekee kukutana pamoja na watu wazuri walio hapa. I'm so glad that I'm a part of the family of God. Basi mimi nina furaha manake mimi ni sehemu katika familia yake Mungu. And the friendships starting here, Na urafiki huu ambao tunaanza hapa, I know will continue till all eternity. najua utadumu hata na umilele. So today we're going to look at an interesting topic. Basi siku ya leo ni wenye kujifunza mada yenye furaha. It is a very, very important topic. Ni mada ambayo ni ya muhimu ajabu. We want to see what the Bible says. Tungependa kuona Biblia inatamka nini. What happens to people when they die? Nini kinachotendeka mtu anapofariki? Many people wonder about that. Basi watu wengi wanashangaa juu ya hayo. There's a popular belief Pana mambo ya umaarufu ambayo yanajulikana hivi, that as soon as you die, ya kwamba pindi tu unapofanya kufa, you either go to heaven straight away wewe unaelekea mbinguni pale mara moja, or you go to hell straight away. ama wewe ni mwenye kwenda kuzimuni mara moja. That is a terrible concept if you think about family who do not believe. Basi hiyo ni dhana potovu unapofikiri kuhusu familia ambao wako na watu ambao sio waumini. To think that your family would be tortured in the hellfires even now because they didn't believe. Unafikiria kwamba mtu katika familia yenu atasumbuka pale ahera kwa moto kwa sababu yeye si muumini. But what does the Bible really say about that? Lakini Biblia inatamka nini kuhusu kifo? So we're going to do a 3-part series. Basi tutajifunza katika vipengee vitatu. Actually, let me tell you a little story. Basi hebu nipate kuwasimulia hadithi fupi.
Today, as I was thinking what God wants me to share with you, Basi leo nilipokuwa nikifikiri Mungu anahitaji nipate kushiriki nini pamoja nanyi, I was going to share about the second coming of Jesus Christ. nilikuwa nishiriki kuhusu kuja kwa Yesu mara ya pili. What the Bible really says about that. Kile ambacho Biblia inatamka kuhusu kurudi kwa Yesu mara ya pili. Because there are all kinds of teachings on that. Maana pana mafunzo kadha wa kadha kwa ajili ya hayo. But the Bible has one teaching on the second coming of Christ. Lakini Biblia ina funzo moja tu kuhusu kurudi kwake Yesu mara ya He pili. also has one teaching about the resurrection of the dead. Na funzo ni moja kuhusu kufufuka kwa waliokufa. There's also just one teaching regarding the judgment of God. Na funzo ni moja tu kuhusu hukumu yake Mungu. And there's also only one teaching regarding the state of man when they die. Na funzo ni moja kuhusu hali ya binadamu anapokufa. But we need the sequence, understanding the state of the dead, Lakini tunahitaji mtiririko ili tupate kuelewa mnyambuliko wa the vitendo. importance of the resurrection, Umuhimu wa kufufuka and the coming of Christ. na kurudi kwake Kristo. So we want to start that sequence and start with this text here in Luke chapter 24. Basi tutaanza hayo mafunzo na tutafungua kitabu ni cha Luka 24. Luke 24, we'll look from verse 50. Basi Luka ni 24 na fungu ni la 50. And as we open God's holy word, we just want to ask for the Holy Spirit to teach us. Na tunapofungua neno la Mungu ni wenye kuomba Roho Mtakatifu atufunze. Let's bow our heads for prayer. Tutainamisha vichwa kwa ajili ya kuomba. Our gracious Father in heaven, Baba yetu wa neema aliye mbinguni, the great God of the universe Mungu mkuu wa ulimwengu, that made heaven and earth, ambaye ni mwenye kuumba mbingu pamoja na nchi, who's so great that even knows individually how many hairs we have on our head. ambaye ni mkuu na anaelewa kila mmoja wetu ana nywele ngapi kwenye kichwa chake. We're so grateful that you know everything about us. Tunashukuru maana unafahamu kila jambo kuhusu sisi. But Father, this evening you want to teach us through your word again. Na Baba yetu, jioni ya leo ungependa kutufunza tena kupitia kwa neno lako. But may it not merely be the words of a man. Na isipate kuwa ni maneno ya binadamu, But may you speak to us through your holy word. lakini upate kunena nasi kupitia Roho Mtakatifu. Therefore, Father, we pray for the Holy Spirit, Kwa hivyo Baba, sisi ni wenye kuomba Roho Mtakatifu, the Spirit of truth, Roho wa kweli, to do what Jesus said he would do, afanye kile ambacho Yesu alinena atafanya. that the Holy Spirit will lead us into all truth. Ya kwamba Roho Mtakatifu ni mwenye kutuelekeza katika ukweli wote. Father, this is not my truth. Baba, huu si ukweli wangu, This is your truth. huu ni ukweli wako. I'm merely a student Mimi tu ni mwanafunzi and then a witness for your truth. na tena ni shahidi wa ukweli wako. May we, as your people, always look to you as the author of truth. Kusudi langu ni kwamba watu wapate kukutazama wewe kama yule mwenye ukweli. And may we always consider ourselves as students by the feet of Jesus. Hebu tujione kuwa wanafunzi tulio katika miguu yake Yesu. This is our prayer in Jesus' name. Hili ndilo ombi letu katika jina lake Yesu. And God's people said, Na watu wa Mungu waitikie. Amen. 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 So we're in the book of Luke, chapter 24, the last chapter of the book of Luke. Basi tuko katika Luka 24 na hiyo ndio sura ya mwisho ya kitabu cha And Luka. we're reading verse 50. Na tunasoma fungu ni la 50. It says, and he, that is Jesus, Basi inanena kwamba huyu Yesu led them as far as Bethany. akawaongoza mpaka Bethania. Now, Bethany was the place where some of his friends lived. Basi hapa ni mara ambapo baadhi ya marafiki walifanya kuishi. Lazarus, Lazaro, Mary, Maria and Martha. pamoja na Maritha. And so he leads them as far as that. Then he lifts up his hands and he blesses them. Basi akainua mikono yake na akawabariki. Wouldn't you love Jesus to be there lifting his hands above you and blessing you? Si ungependa Yesu afanye kuinua mikono na afanye kukubariki wewe? But God still blesses people today. Lakini bado Mungu ni mwenye kubariki watu wake hata siku za And leo. whenever we open his word, there's a blessing for us. Kila mara unapofungua neno lake Mungu pana mibaraka kwako. And we read in verse 51, now it came to pass Basi tunasoma fungu la 51 ya kwamba ikawa katika that while he's blessing them, kuwabariki that he was parted from them alijitenga nao, and carried up into heaven. akachukuliwa juu mbinguni. And what did they do? Na basi hao walifanya nini? Verse 52, and they worshipped him. Na fungu la 52 wakamwabudu. Is Jesus worthy of our worship? Basi Yesu ni mwenye kustahili ibada yetu.
Amen. We worship him as he blesses us. Amina, tunambariki kadiri anavyotubariki. Are you ready to Tunamwabudu. receive his blessing today? Tuko tayari kupekewa mibaraka yake siku ya leo. Are you ready to receive it in worship? Tuko tayari kupokea kwa ajili ya kumwabudu yeye. The sisters today led us in beautiful music. Dada zetu walituongoza katika nyimbo za kupendeza. That is worship, but so is studying the word of God. Basi hiyo ni kuabudu, na hata vile unaposoma neno la Mungu ni kuabudu. And when they worshiped him, they returned to Jerusalem with great joy. Walipomwabudu wakarudi Yerusalemu kwenye furaha kuu. Can we experience the joy of the Lord today in worship? Basi tunaweza kuwa na furaha ya Mungu tunapofanya ibada. Who would like to experience the joy of the Lord in worship today? Raise your Ni nani hands. angependa kukuwa na furaha anapofanya ibada? God Utanyanyua bless you. He mkono. sees your hands. Mungu akubariki, maana And we ameshaona know the mkono Lord wako. hears your heart as you're worshiping today Na with your vile- hands raised. God bless you. Anaona moyo wako unapomwabudu siku ya leo, na Mungu afanye kukubariki. Now, what do they do after they leave? Jesus has just gone to heaven and they're still here in Jerusalem. Basi walifanya nini? Mada Yesu ameshapaa mbinguni na wao wamesalia pale And they Yerusalemu. were continually in the temple, Na basi walisalia pale kwenye hekalu praising God and blessing God. wakimsifu Mungu na kumbariki Mungu. If you like to praise God, say amen. Basi kama unapenda kumsifu Mungu, itikia amina. If you like to bless the Lord, say amen. Kama unapenda kumbariki Mungu, sema amina. Praise God. Now, why is it that these men are so happy? Jesus has just left them. Bwana asifiwe. Mbona watu ni wenye furaha inhali Yesu ni mwenye kuacha? 2,000 years later, Jesus is still in heaven and we're still waiting for him to come back. Bado miaka 2000 imeshapita, Yesu bado yu mbinguni na sisi ni wenye kumsubiria afanye kurudi. But yet they were very happy. They were full of joy. Lakini hawa ni watu wenye raha na furaha. Because 40 days earlier, Maana siku 44 kabla, the Savior, the Messiah, mkombozi ambaye ni Masihi had died on the cross. alikuwa ameshakufa kwenye msalaba. They did not expect the Messiah to die. Hawakutarajia kwamba Masihi afe. They thought the Messiah would come to re-establish Israel. Walidhani ya kwamba huyu ni mwenye kuja kwa ajili ya kujenga Israeli upya tena. They had misunderstood the second coming of the Lord Jesus Christ and his glory. Walikuwa wamekosa kuelewa kurudi kwake Yesu mara ya pili pamoja na utukufu wake. And they missed some of the texts that said that he would be a man of sorrows and acquainted with grief. Na walikosa yale vifungu ya kwamba ni mtu mwenye huzuni na mwenye machungu. So if you're experiencing sorrow today or you're experiencing grief, Basi kama wewe umesumbuka nyakati hizi ama unapitia machungu, the Lord Jesus Christ knows how you feel. Bwana Yesu Kristo anafahamu fika namna ambavyo unahisi. Because when he was here the first time, he was a man of sorrows and acquainted with all our griefs. Maana alipokuwa hapa mara yake ni ya kwanza, alikuwa ni mtu mwenye mahangaiko na matatizo sawia na sisi. But then while they were bitterly disappointed, Na hawa kweli walishangazwa ajabu. and Jesus on the Sunday morning when he was resurrected, Na Yesu asubuhi ile ya Jumapili alipofanya kufufuka, and he comes to walk with two of his disciples. na ni mwenye kutembea pamoja na wanafunzi wake wawili. In in Luke 24, earlier in Luke, Basi katika kitabu cha Luka 24, he hides himself so they don't know it's him. anajificha ili wasifanye kumtambua ya kuwa ni yeye. They only see a stranger. Wao wanamwona tu mtu ambaye ni mgeni kwao. And Jesus asked them, why are you so sad? Na Yesu ni mwenye kuuliza, mbona mmejawa na huzuni? They say they're sad because of the things that have happened in Jerusalem. Wanasema sisi ni wenye huzuni maana ya mambo yaliyotukia pale Yerusalemu. The one who we thought would be the Messiah had been killed by the leaders. Tuliyemdhania kuwa yeye ndiye Masihi ni mwenye kuuawa. And then the Bible tells us that Jesus Na Biblia inatunenea kwamba huyu Yesu explains to them all the prophecies concerning himself and the law of Moses and the prophets. anawafunulia unabii kuhusu yeye pamoja na Musa pamoja na Torati. And then we know there are more than 300 clear prophecies regarding Jesus in the Old Testament. Na tunajua katika Agano la Kale unabii kumhusu huyu Yesu ni zaidi ya 300. But they say to Jesus, Lakini wakafanya kumnenea huyu Yesu. we thought it was him that would deliver Israel. Tulidhani ya kwamba huyu ni mwenye kukomboa Israeli. These disciples had lost all hope because Jesus had died. Hawa wanafunzi wamekosa tumaini maana Yesu ameshakufa. But then when he broke bread with them at their home, Lakini alipofanya kuvunja mkate pamoja nao katika makao yao, their eyes were open and they saw it was Jesus. macho yao yalifanya kufumbua na wakamtambua Yesu. And then he disappeared. Na Yesu akatoweka. And then finally all the other disciples saw Jesus, resurrected Jesus. Na mwisho wale wanafunzi wote walifanya kumwona huyu Yesu mwenye kufufuka. And so that bitter disappointment that they thought the Messiah, who they thought the Messiah was, would die, Walipokuwa wamekufa moyo kwamba wakidhani huyu Masihi ameshakufa, was now walking amongst
amongst them again. ni mwenye kutembea miongoni mwao, And that made them glad, and they rejoiced. na hiyo iliwapa furaha na raha. That's why, although Jesus went to heaven, they were still rejoicing. Basi haijalishi ya kwamba Yesu ameelekea mbinguni, bado wao ni wenye furaha. But they did not expect the Messiah to die, Lakini hawakumtaraji huyu Masihi and they did afe, not expect the Messiah to resurrect, although Jesus had told them many times. na hawakutaraji Masihi afufuke, ingawaje alishawaambia mara kadha wa kadha. So let's go to the book of Corinthians, 1 Corinthians. Basi tutaelekea kitabu cha Wakorintho ni ya kwanza. 1 Corinthians chapter 15, Wakorintho ni ya kwanza, sura ni ya and we'll start in 15, verse 3. na fungu ambalo tutalisoma ni fungu la 3. 1 Corinthians chapter 15 and verse 3. Wakorintho ya kwanza 15, na fungu tutakalosoma ni fungu la 3. So we read here from the Apostle Paul, it says, "For I delivered to you first of all." Basi tunasoma kutoka kwa mtume Paulo ambaye ananena hivi, kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo That which I have also received. yale niliyoyapokea mimi. Now, if we read the Apostle Paul's words in many places where he's written in his epistles, Basi tunaposoma barua nyingi ambazo huyu mtume Paulo ameshaandika, his knowledge of the scriptures hekima yake katika maandiko was made clear to him through the revelation of Jesus Christ. ilifunuliwa wazi kupitia kwa kumjua Yesu Kristo. So that's how he received this. Ndiposa akafanya kupokea haya. And he says that Jesus Christ died for our sins according to the scriptures. Ni mwenye kusema kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu sawa sawa na maandiko. And verse 4, that he was buried, Na fungu la 4 ni kuwa alizikwa, and that he rose again the third day according to the scriptures. na ya kuwa alifufuka siku ya 3 kama yanenavyo maandiko. But there were eyewitnesses of his resurrection. Na kuna washahidi walioona akifufuka. Verse 5, and he was seen by Cephas. That's another word for Peter. Basi katika fungu la 5 ni kwamba na ya kuwa alimtokea Kefa ambaye ni Petero. That by the 12, which is the 12 apostles. Basi huyu ni miongoni wale wanafunzi 12 wake Yesu. After that time, he was seen by over 500 brethren at once, Baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. of whom the greater part remain to the present. Katika hao wengi wanaishi hata sasa, But some have fallen asleep. ila baadhi yao wamelala. What does it mean when Paul says they've fallen asleep? Basi ina maana gani Paulo anaposema ya kwamba hawa wameshalala? Is it the same when the preacher is preaching a long time in church and you fall asleep? Ni sawia ya kwamba wakati mhubiri amehubiri kwa muda mrefu kanisani na wewe unasinzia? No, it's not that kind of sleep. Basi sio sawia na usingizi kama huo. This is what the Bible used when it describes death. Basi Biblia inasema hivi inaponena kuhusu kifo. So some remain to the present day, but some have died. That's what the Bible is saying. Basi inasema kwamba wengine wamesalia lakini wengine wamekufa. Hivyo ndivyo Biblia inavyotamka. And we're going to look at this falling asleep concept a little bit more closely to understand it. Basi kwa kina tutaangalia hii dhana ya kulala ili tufanye kuielewa. Well, let's go to verse 12 of the same chapter. Basi tutaingia katika hiyo sura ya 15, fungu ni la 12. Paul says, now if Christ is preached, Basi ikiwa Kristo anahubiriwa that he has been raised from the dead, ya kwamba amefufuka katika wafu, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? mbona baadhi yenu husema ya kwamba hakuna kiama ya wafu? Verse 13, if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. Basi katika fungu la 13 inasema, lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. So in other words, the resurrection of Christ proves that there's a resurrection from the dead. Basi katika maneno mengine ni thibitisho ya kwamba ikiwa Kristo ni mwenye kufufuka, waliokufa pia watafufuka. This is such an important teaching of the Bible. Basi hili ni funzo muhimu kabisa la Biblia. If Christ is not risen, then everything we believe is futile. Basi kila kitu ambacho kama Kristo hajafufuka, kile ambacho tunachoamini vyote ni bure. The Christian faith rises or falls on this very point. Imani ya Wakristo imekita mizizi katika haya mafunzo. So the Bible is very clear, and there's eyewitnesses that Christ rose from the dead. Basi Biblia ni wazi na pana shahidi wa kuona ya kwamba Kristo ni mwenye kufufuka kutoka kwa wafu. So let's look at verse 14. Basi tutaangalia fungu ni la 14. Then if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Can you see how important that teaching is? Basi unaona namna ilivyo haya mafunzo yalivyo ya If muhimu. Christ was still in the grave, Basi ikiwa bado Kristo yumo kaburini,
imani, all our words would be empty right now. basi maneno yetu yote ni bure, And our faith would be empty as na well. vile vile imani yetu pia ni bure. And then he goes on to say in verse 15, Na ni mwenye kuendelea kunena katika fungu ni la 15. yes, and we have found false witnesses of God. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Because Paul says, we have testified of God that he raised up Christ, Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo, whom he did not raise up, if in fact the dead do not rise. ambaye hakumfufua ikiwa wafu hawafufuliwi. For if the dead do not rise, then Christ is not risen. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. And if Christ is not risen, your faith is futile. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure. And worse than that, you are still in your sins. Na ubaya zaidi ni kwamba mungalimo katika dhambi zenu. So tell me, why is it then Basi hebu niambie, mbona that there are some people that say that everything was concluded at the cross? When Jesus said it was finished, nothing more was required. kuna baadhi watu wanasema kwamba mambo yote yalikamilika kwenye msalaba, alipotamka Yesu imekwisha, kila kitu kilikamilika. The Bible has just taught us here that if Christ is not risen, we are still in our sins and our preaching is futile. Basi Biblia imeshatuambia hapa ya kwamba ikiwa Kristo si mwenye kufufuka, bado tumo kwenye dhambi na imani yetu ni bure. The Bible is very clear. Surely even the resurrection of Christ is just as essential as his death on the cross for our sins. Na Biblia ni wazi ya kwamba kufufuka kwake Kristo ni muhimu namna ilivyokufa kwake Kristo kwenye msalaba kwa ajili ya dhambi zetu. If someone tells you that it was all finished at the cross, Basi mtu ni mwenye kukunenea kwamba yote yalikwisha pale kwenye msalaba, you bring them back to this text and ask them, why is it then, if the resurrection is not important, after Christ died? mrejeshe katika ili fungo, muulize basi mbona ni muhimu kwa Kristo kufufuka baada ya kifo msalabani. Let's look at verse 18. Basi ni wenye kusoma katika fungu ni la 18. It tells us, then also those who have fallen asleep in Christ have perished. Nao na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. What happens to people when they die? Do they keep on living or are they dead? Basi nini kinatendeka mtu anapokufa? Ni mwenye kuendelea kuishi ama amekufa? Well, the Bible says if there's no resurrection, Basi Biblia inasema kama hakuna kufufuka, they stay in the grave and they perish. wanasalia kwenye kaburi na wanaangamia milele. So we want to look at this a little bit more, Basi tutaangalia haya kwa kina. because those who have fallen asleep are the ones who have perished. Do you see the connection between falling asleep and perishing? Maana wale wameshalala ni wenye kupotea. Unaona pana muungano kati ya kulala na kuangamia. Falling asleep here clearly talks about death. Basi tunaposema kulala ni wazi tunaashiria kufa. But this text tells me there's no eternal soul. Basi ili fungu linaniambia hamna roho ambayo ni ya umilele. The human soul is not got immortality. Hii roho ya binadamu haina umilele ndani yake. We're going to make it very clear from Scripture. Basi tutaiweka wazi kutoka kwa maandiko. But let's go to the Gospel of John. Basi tutaingia katika injili yake Yohana. Gospel of John, and we'll start with verse 1. You'll know the story quite well. Basi tutaingia katika injili yake Yohana na fungu ni la kwanza, maana mumefahamu hiyo hadithi vilivyo. Now remember when Jesus led his disciples out before he descended into heaven, they went as far as Bethany. Basi Yesu alipokuwa pamoja na wanafunzi, lakini ni mwenye kupaa kwenda mbinguni, walienda umbali wa Bethania. And the Bible tells us in John chapter 11 verse 1, Na Biblia ni yenye kutunenea katika Yohana 11 fungu ni la kwanza. now a certain man was sick, Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazarus of Bethany, Lazaro wa Bethania, the town of Mary and her sister Martha. mwenyeji wa mji wa Mariamu na Maritha. Let's go to verse 3. Therefore the sisters went to him saying, Basi fungu tuende ni la 3 ambayo inasema, basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake Yesu wakisema, Lord, behold, the one whom you love is sick. Bwana, yeye umpendaye hawezi. Then in verse 4, Jesus heard that and said, Basi katika fungu ni la 4, naye Yesu aliposikia hayo alisema, the sickness is not unto death. ugonjwa huu si wa mauti. Well, that's very encouraging because we don't think Lazarus is going to die. Basi hii ni jambo la kututia moyo, maana sisi si wenye kufikiria kwamba Lazaro ni mwenye kufa. But then Jesus adds these very interesting words. Lakini Yesu anaongeza haya maneno ya kufurahisha, This sickness is unto the glory of God, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, that the Son of Man may be glorified through it. ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. So when, verse 6, so when they heard that he was sick,
Basi fungu ni la 6. Basi aliposikia ya kwamba It hawezi, tells us that Jesus stayed 2 more days in the place where he was. basi inatuambia Yesu ni mwenye kusalia siku 2 zaidi mara alipokuwa. But it tells us that Lazarus was very sick. Lakini Biblia inatuamkia kwamba huyu Lazaro alikuwa ni mgonjwa mahututi. Then in verse 7 it said, after this he said to his disciples, Basi fungu ni la 7, kisha baadaye hayo akaambia wanafunzi wake, let us go to Judea again. twendeni Uyahudi tena. Now Bethany was in Judea, very close to Jerusalem. Bethania ilikuwa pale Uyahudi, maana ilikuwa karibu sana na Yerusalemi. And his disciples say, why are you going back to Judea? Last time you were there, they tried to kill you. Wale wanafunzi wakamwambia, mbona upate kurudi Wayahudi, manake pale walitafuta kukuua. Then Jesus explains a few things to him, but we take it up the verse in verse 11 again. Basi Yesu ni mwenye kuelezea mambo fulani, na tutaingia katika fungu la 11. These things he said, and after that he said to them, Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, our friend Lazarus sleeps. rafiki yetu Lazaro amelala. Is he having a snooze? Sasa ni mwenye kusinzia. Well, the disciples thought so, Basi wanafunzi walidhani ni hayo. because we read, Basi maana tunasoma hivi, our friend Lazarus is asleep, but I go that I may wake him up. Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Then his disciples said, Lord, if he sleeps, he will get well. Basi wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. However, when Jesus used the word sleep, he means something else. Basi Yesu kila mara anapotumia hili neno kulala, ana maana tofauti. However, Jesus spoke of the death. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake. But they thought that he was speaking about taking a sleep, a Now- rest in sleep. Nao walidhania ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. But then Jesus explained to them plainly, Lazarus is dead. Basi hapo Yesu akaambia waziwazi, Lazaro amekufa. And to demonstrate that Jesus had power of death, Na kuonyesha ya kuwa Yesu ni mwenye nguvu dhidi ya kifo, and that the dead could be raised, na wafu wangefufuka. after Lazarus had been dead for 4 days, Baada ya Lazaro kufa siku ni 4. and Martha said, no, don't roll the stone away from the grave, Na Marita akasema, msilitoe jiwe kutoka kwa kaburi, because his body would be starting to stink. maana mwili tayari umeoshaoza na unavunda. Jesus says a prayer with his hand towards heaven, Yesu ni mwenye kutamka ombi na mkono amenyosha kuelekea mbinguni, and with the same voice that will raise the dead when he comes, na sauti ile ambayo itafanya kufufua watu Yesu atakaporudi, he said, Lazarus, come forth. akamuita Lazaro, ebu njoo. And Jesus raised Lazarus from his sleep. Na Yesu alimfufua Lazaro kutoka kwa kulala. But let's look at this concept a little bit more. Let's look at the book of Revelation. Ebu tutazame tena kwa kina, na kitabu ni cha Ufunuo wa Yohana. Because there are 2 deaths according to the Bible. Did you know that? Basi pana vifo aina 2 sawia na Biblia. Je, mwajua hayo? That's the first death, Basi pana kile kifo cha kwanza, and everybody will wake up from that sleep. na kila mtu ni mwenye kufufuliwa baada ya kifo cha kwanza. Then there's the second death, Na pana kifo cha pili from which no one will ever wake up. ambaye hamna mwenye kufufuliwa. So Lazarus was raised from the dead, Basi Lazaro alifufuliwa kutoka kwa wafu, which is the first death, ambacho ni kifo cha kwanza. but he didn't keep on living. He died again. Lakini Lazaro haishi hadi sasa, bali alishakufa tena, To wait for the second resurrection, the first resurrection, ili asubirie kufufuliwa tena mara ni ya kwanza, when Jesus will come. wakati Yesu atafanya kurudi. Okay, Revelation chapter 20, Basi Ufunuo wa Yohana sura yake ni ya 20. and we'll look at verse 4. Revelation chapter 20 is very interesting. Basi hiki kitabu Ufunuo wa Yohana 20 ni kitabu cha kupendeza sana. It deals with 1,000 years. Basi kinanena kuhusu miaka 1000. And later next week, we'll unpack that a bit more. Juma lijalo tutajifunza miaka 1000. So in the meantime, please take time to read Revelation chapter 20. It will help you understand it when we start unpacking it. Basi kwa muda muende msome kitabu cha Ufunuo 20 kabla hatujaanza kupingua vifungu. Revelation 20 verse 4, and I saw thrones and they that sat on them. Basi Ufunuo 20 fungu la 4, kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake, And judgment was committed to them. nao wakapewa hukumu.
Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus. Nami nikaona roho za wao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushahidi wa Yesu And for the witness of God, na kwa ajili ya neno la Mungu, who had not worshipped the beast nao wasiomsujudia yule mnyama or his image, wala sanamu yake, and had not received its mark on their forehead or in their right hand. wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao. So these people are people that have been beheaded. They were martyred for their faith, Hawa ni watu walioshakatwa vichwa na kuuawa kwa ajili ya imani yao, because they refused the mark of the beast. maana walishakataa ile alama ya mnyama. But now we told, and they lived and reigned with Christ for 1,000 years. Hapa tunanenea ya kwamba wakatawala na kuishi pamoja na Kristo miaka 1000. They must have been raised from the dead. Lazima iwe ya kwamba wameshafufuliwa kutoka kwa wafu. Then it says in verse 5, but the rest of the dead did not live again. Basi katika fungu la 5 linanena hivi, hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000, Until the 1,000 years were finished. hata itimie ile miaka 1000. So these people were raised, Basi hao watu walifanya kufufuliwa, and the Bible tells us this is the first resurrection. na Biblia ni yenye kutamka kwamba huku ndiko kufufuliwa kwa kwanza. When you start numbering the resurrections, there must be a second resurrection as well. Basi unapo hesabu ufufuo wa pili pia upo. So these people that were raised lost their lives for the sake of Christ and the Word of God. Basi hawa watu wenye walifufuliwa ni wale ambao walipoteza maisha kwa ajili ya neno na kwa ajili ya Kristo. Jesus raises them from the dead, Yesu ni mwenye kuwafufua kutoka kwa mauti, and the Bible calls that the first resurrection. na Biblia inasema huku ndiko kufufuliwa kwa kwanza. But verse 5 tells us there's other people that are still dead. Basi pana watu ambao bado wamo kaburini, They have not been part of the first wao resurrection. bado sio sehemu katika wale ambao ni wenye kufufuliwa mara ya kwanza. Reading verse 6. Basi tunasoma fungu ni la 6. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Heri mtakatifu na yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Over such the second death has no power, Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, but they shall be priests of God and of Christ, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, and they shall reign with him 1,000 years. nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Let's go to verse 12. Basi tutaingia katika fungu ni la 12. And I saw the dead, small and great, stand before God, Nikawaona wafu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, and books were opened, na vitabu vikafunguliwa, which is the book of life. na kitabu kingine kikafunguliwa, kitabu cha uhai. God has records in heaven of each one of us. Basi Mungu amenakili kila matendo ya kila mmoja wetu, And it says, and the dead were judged according to their works. na vile vile waliokufa walihukumiwa sawa sawa na matendo yao, By the things that were written in the books. katika vitabu vilivyo na mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu. And it says the sea gave up their dead and who were in it. Na Biblia inasema bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Those who have died at sea will be raised if their body was never found. Waliokufa na wenye ndani ya bahari, miili yao itapatikana na watafufuliwa. And it says death and Hades delivered up the dead who were in them. Na mauti na kuzimu zikawatoa watu waliokuwamo ndani yake. The word Hades is the word for grave. Basi hili neno ya kwamba kuzimu ni kaburi, And they were judged each one according to his own works. na kila mmoja akahukumiwa kadiri ya matendo yake. But these are the wicked dead that were raised, Lakini hawa ni waovu because they waliofufuliwa, didn't have part of the first resurrection. maana hawakuwa katika sehemu ya ufufuo wa kwanza. And it tells us in verse 14, then death and Hades, death and the grave, were cast into the lake of fire. Basi fungu la 14 linasema kwamba mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. The lake of fire is the second death according to the Bible. Sawa na Biblia ya kwamba huu ndio ufufuo wa pili, na ili ndilo ziwa la moto. As it is written, this is the second death. Basi Biblia inasema kwamba huku ndiko kufa kwa pili. And anyone not found written in the book of life Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, was cast into the lake of fire. alitupwa katika lile ziwa la moto. What that says to me is that these people who are bad are not in the fire at the moment. Basi hii inatuambia kwamba hawa watu waovu hawakuwa katika moto wakati huo. It will only be after 1,000 years after Christ has come Ni baada ya miaka 1000 baada ya kurudi kwake Kristo, that they will be raised to
face the judgment of God. watafufuliwa kwa ajili ya kusimama kwenye hukumu yake Mungu, Then they will be thrown into the lake of fire. ndipo warushwe katika lile ziwa So la have you ever loved moto. one and you think he might not be in heaven? Basi kama una mpendwa ambaye alikufa na unafikiria kwamba hayuko mbinguni, And you think he might be in hell? na unafikiria kwamba yeye yuko pale kuzimuni, Hell does not exist at the moment. basi hatuna mambo ya kuzimu sasa It hivi, is still future. basi pana tumaini. And we'll deal about those thinking that they are in heaven right now too, because the Bible doesn't teach that. Basi tutajifunza, pengine wengine wanasema wengine walikufa wako mbinguni, tutajifunza ya kwamba hamna mafunzo kama hayo. Now we're going to go to verse 9. We're going to go back to verse 9. Basi tutarudi katika fungu ni la 9. And I just want to give you a little bit of background. Basi ningewapatia tu kwa mstasari. After 1,000 years in heaven with the Lord Jesus Christ, those who have been raised in the first resurrection, Baada ya miaka 1000 pale mbinguni waliofufuliwa katika kufufuo ya kwanza pamoja na Kristo, Jesus will come back down to earth. Yesu atarudi hapa ulimwenguni, And with him will come that beautiful city, the New Jerusalem. na pamoja naye atakuwa pamoja na ule mji wa kupendeza ambaye ni And the Yerusalemu New mpya. Jerusalem will settle on the earth, Na Yerusalemu mpya itatua katika uso wa where the ulimwengu. Mount of Olives used to be. Namna ambavyo ilivyokuwa, Because Jesus' foot will touch the Mount of Olives. maana miguu yake Yesu ilipanda katika mlima wa Mizituni, And it will split into a vast plain to prepare the way for the New Jerusalem to settle. na huu mlima ukatandaza vizuri ili ile Yerusalemu mpya ipate kutua pale. And Christ and all the righteous saints and the holy angels will enter the city. Na Kristo pamoja na malaika watakatifu na wale watakatifu ni wenye kuingia katika ule mji. That is the time when there's a second resurrection. Basi huo ndio wakati tutakapokuwa na kufufuka kwa mara ya pili. Not the resurrection of the righteous, but the resurrection of the wicked. Sio wa kwamba wale watakatifu wafufuliwe, bali wenye kufa katika dhambi watafufuliwa. But they went into the grave with aggression and anger. Na walioingia kwenye kaburi na hasira na dhambi. And the devil comes around them. Na ibilisi anakuja kwao. Because the devil has now been released after 1,000 years. Maana ibilisi amefunguliwa baada ya miaka 1000. And so the Bible tells us that he gets them all to start preparing to make war against those in the city. Na Biblia inatuambia kwamba anawakusanya wote ili wapige vita dhidi ya mji. As we said before, he started with war in heaven. Basi namna tuliona alianza vita pale mbinguni. And then here on the earth, he makes war with the remnant of his church. Na hapa ulimwenguni ni mwenye kupigana vita pamoja na waliowasalia watakatifu. But he's still ready for warfare. And at the millennium, after the millennium, at the resurrection, he wants to make war again. Na tena baada ya ufufuo tena anataka kufanya vita. And verse 9 tells us, and they went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints, the beloved city. Thank you. Fungu ni la 9, samahani kwa hayo. Fungu la 9 linasema ya kwamba tutasoma kipengee cha pili ya kwamba moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. And the Bible tells us, as they surround the city, Na Biblia inasema kwamba wanapovingira ule mji, fire came down from God out of heaven and it devoured them. moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. What does devoured mean? Basi tunaposema moto ukawala ina maana gani? It means it burnt up the wicked. Ina maana kuwa moto ulifanya kula wale watakatifu. Devoured means to destroy, to burn up until nothing's left. Kula ni kwamba iliwateketeza, wakaangamia na wakafa. And we read now in verse 10. Basi tutafanya kusoma fungu ni la 10. And the devil who deceived them Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya was cast into the lake of fire and brimstone. akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti. So not only are the wicked punished now, Basi si kwamba waovu ni wenye kuteswa sasa, and also the devil. pamoja na ibilisi. I can see the devil trying to fly away. Mimi namwona ibilisi akijaribu kuponyoka, But the devil is grabbed and cast into the lake of fire. lakini anakamatwa na kurushwa katika lile ziwa la moto. And it says there where the beast and the false prophet are as well. Basi inatuambia yule mnyama na yule nabii wa uongo vile vile. And they are tormented day and night forever and ever. Nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele.
Now, I want to expand the day and night and forever and ever with you. Basi ningependa tuweze kufunua hili neno milele na milele. We'll do a study on hellfire and let the Bible interpret itself to understand that. Tutajifunza kuhusu huu moto na hebu Biblia yenyewe ifanye Because how can the fire from heaven devour them? Basi iweje ya kwamba huu moto kutoka mbinguni ufanye kuwala? In other words, burn them up, Ya kwamba ufanye kuwateketeza. but they be tormented day and night forever and ever. It doesn't make sense. Na wateswe mchana na usiku hata milele na milele. Basi hiyo itupi maana. So we want to understand what the Bible says about that. Basi hebu tuelewe Biblia inasema nini kuhusu hayo. So let's go to Ezekiel chapter 28 very quickly. Basi kwa haraka tukimbie katika kitabu cha Ezekieli 28. Remember a few nights ago we looked at Ezekiel 28 and it was a prophecy about Lucifer. Siku zilizopita tulijifunza unabii kuhusu Lucifer kutoka katika Ezekieli 28. Because verse 14 told us he was the anointed cherub that covered the throne of God. Maana fungu la 14 lituambia huyu ni kerubi mwenye kuitiwa mafuta na afunikaye kiti cha enzi chake Mungu. And verse 15 told us that he was perfect from all his days from the day he was created. Na 15 inatuambia alikuwa mkamilifu tangia siku zake za uumbaji. Now we read from verse 18 of Ezekiel 28. Basi kitabu ni cha Ezekieli 28 fungu ni la 18. You defiled your sanctuaries by the multitude of your iniquities, Kwa wivu na maovu yako katika uovu wa ujuzi wako, and by the iniquity of your trading. na kwa uovu wa uchuzi wako. Now we're talking about Lucifer, so listen to this with great attention. Basi tunamnenea Lucifer, hebu sikiza tena kwa makini. Therefore I brought fire from your midst, Basi nimetokeza moto kutoka ndani yako, and it devoured you. nao umekuteketeza. Lucifer will be devoured by that fire. Lucifer ni mwenye kuteketezwa na moto. And it says, and I turned you to ashes upon the earth in the sight of all who saw you. Nami nimekufanya kuwa majivu juu ya nchi machoni pa watu watakao kutazama. So the saints of God are in the New Jerusalem. Basi watakatifu wa Mungu wamo katika Yerusalemu There's mpya. fire right around them. Basi pana maskari ambao wamewavingira. But in the fire, Lakini which kwenye is from without and from within Lucifer, moto ambao unatoka kutoka kwa Lucifer na uko pale nje, they see him being devoured, being burnt up. wanamwona Lucifer akiteketea, akilwa na moto. And the Bible goes on to say, and I turned you to ashes upon the earth, Na Biblia inaendelea kusema mimi nikakubadilisha ukafanywa kuwa majivu katika in ulimwengu the sight of all that saw you. machoni pa watu wote wakutazamao. Verse 19, and all who knew you among the peoples are astonished at you. Na 19 inasema wote wakujao kati ya kabila za watu wakakustajabia. You have become a horror, Umekuwa kitu cha kutisha, and shall be no more forever. wala hutakuwapo tena hata milele. So if Lucifer is burnt up and he shall be no more forever, Basi ikiwa Ibilisi ameiteketezwa na hata kuwapo tena milele, Lucifer can't be in hell stoking the fire. basi hawezi kuwa pale katika hera pado na moto. Hellfire is God's initiative, not Lucifer's. Basi moto umeshamaliza na umeshamteketeza Lucifer. Hell's fire is God's way of serving justice. Basi hii ndio hali ya Mungu ya kuhakikisha kwamba pana haki. But not even Lucifer will burn forever, because he will be destroyed to ashes, burned to ashes. Maana hata Lucifer hatateketea milele, bali ataungua apate kuwa majivu. But then what about the wicked who are in the hellfire as well? Basi iweje pamoja na wale waovu walio pia katika huo moto? Let's look at Malachi chapter 4, Basi kitabu ni the cha last book of the Old Testament before we get to Matthew. Basi kitabu ambacho tutaangalia cha mwisho cha Agano la Kale ni Malakai, kabla hatujaingia kitabu cha Mathayo. Because the prophet Malachi also wrote about that day. Maana Malaki ni mwenye kuandika, nabii Malaki aliandika kuhusu hiyo siku. Malachi chapter 4 verse 1, and we read, Malaki sura ni ya 4 fungu ni la kwanza, na tutafanya kusoma. For behold, the day is coming, Kwa maana angalieni, siku ile inakuja, burning like an oven, inawaka kama tanuru, and all the proud, na watu wote wenye kiburi, yes, all who do wickedly will be stubble. nao wote watendao uovu watakuwa makapi. What is stubble? Basi makapi ni nini? It's when a plant is dried, Wakati ambapo mmea umefanya and it's kukauka, like combustible material. You can light it very easily. basi unakuwa umekauka vilivyo, sasa unaweza kuwaka haraka. And it tells us, and the day which is coming shall burn them up. Na siku ile inayokuja itawateketeza. Not burning and them not burning up forever,
basi si kwamba watachomeka ama watateketea but milele, that day will burn them up, says the Lord of hosts. It's not my words. basi itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, bali si maneno yangu. And that will leave them neither root nor branch. Basi haitawaacha shina wala tawi. Not only are the branches gone, Basi si kwamba yale matawi yamesha the kwenda, roots are burnt up as well. No chance for springing up again. vile vile shina pamoja na mizizi imesha teketea yote. But verse 2 comes with encouragement. But you who fear my name. Basi fungu la pili linakuja na tumaini ya kwamba lakini kwenu ninyi mnalolicha jina langu, The Son of Righteousness shall arise with healing in his wings. jua la haki litawazukia lenye kuponya katika mabawa And yake, you shall go out nanyi mtatoka nje and grow fat like stall-fed calves. na kucheza kama ndama wa mazizini. In other words, we'll become more healthy, but we'll keep on growing up. Basi ni kwamba tutazidi kuwa na afya bora na tutazidi kuwa. You know, when Adam was made, when he came from the hand of God, he was a very big man. He was a giant, more than twice my height. Basi Adamu alipoumbwa, alipotoka kutoka kwake Mungu, alikuwa ni mtu mwenye kima kirefu maradufu mimi. Sin has shrunk us. We're very small compared to what Adam was. Basi dhambi imetufanya tumekuwa watu wafupi na namna ambavyo Adamu hakuwa. And we will grow up to the stature that God originally intended us to be. Na sisi tutakuwa warefu kwa kimo namna ambavyo Mungu alivyokusudia pale awali. Now read verse 3 with me. Basi hebu tusome pamoja, fungu ni la 3. You shall trample the wicked. Nanyi mtawakanyaga waovu. Really? We will trample the wicked? Kweli tutawakanyaga waovu? Because the Bible says, for they shall be ashes under the soles of your feet. Maana Biblia inasema maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu On the yenu. day that I do this, says the Lord of hosts. Katika siku ile nifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Whose words have we just read? Basi tumesoma maneno ya nani? The author is very clear. It's God here. It's the Lord of hosts. Maandishi hapo yu wazi ya kwamba ni Bwana wa majeshi. He just told us that the wicked will be turned to ashes. Ameshatuambia kwamba hawa waovu watabadilisha wawe majivu. Just like Satan would be turned to ashes. Vile vile Ibilisi atabadilishwa afanye kuwa jivu. The Bible doesn't know anything about an immortal soul that we have. Basi Biblia haijui chochote kuhusu roho kuishi milele ambayo sisi tunasema hivyo. In 1 Timothy chapter 6 and verse 15 and 16, Basi Timotheo ya kwanza sura yake ni ya 6 fungu ni la 16 na pia 6 na 16. the Bible talks about the only potentate, the King of Kings and Lord of Lords in verse 15. Biblia inasema kuhusu huyu ambaye ni mwenye kuishi milele, Bwana wa bwana na mfalme wa mafalme, fungu ni la 15. And verse 16 tells us that he is the one who alone has immortality. Na fungu la 16 linatuambia kwamba yeye pekee ndio mwenye kuwa na moyo usio haribiwa. Only God is immortal. We are not immortal. Ni Mungu tu pekee ambaye ana roho isiyoharibiwa, lakini sisi ni wenye kufa. The lie that was told to Eve in Eden. Basi kuna uongo ambao ulinenwa kwake Adam na Hawa. What did God say if you eat the tree of the knowledge of good and evil? Mungu alinena nini ikiwa utafanya kula lile tunda la mema na maovu? He said you will surely die. Mungu ni mwenye kutamka kwamba hakika mtakufa. But then Satan through the serpent says to Eve, Lakini huyu shetani kupitia kwa nyoka na mnenia Eva, don't worry about that. You will not surely die. usihofu juu ya hayo, maana wewe hakika hautakufa. He was the first one to tell a lie to say that man will keep on living, Ni mwa kwanza kunena uongo ya kwamba binadamu ni mwenye kuishi when milele. God said that he will die if he transgresses. Na Mungu ni mwenye kutamka kwamba ikiwa binadamu atafanya dhambi atakufa. For example, Matthew chapter 10 verse 28. Kwa mfano Mathayo 10:28. Jesus says, do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Yesu anasema kwamba msihofu kwa wale wenye kuua mwili lakini hawawezi kuua roho. But rather fear him who's able to destroy both soul and body in hell. Afadhali mumuogope yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. God will destroy both soul and body in hell. Mungu ni mwenye kuangamiza mwili na roho pale jehanamu. There is not an immortal soul. Hapana roho ambaye ni yenye kuishi milele. Come with me to Ezekiel chapter 18. Basi hebu tuende pamoja katika Ezekieli 18. And we read the following. Basi tutasoma yafuatayo. Behold, all souls are mine. Neno la Bwana linasema tazama roho zote ni zangu. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. Roho ya Baba pamoja na ya Mwana ni yangu.
The soul who sins shall die. Tazama, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. There is no immortal soul. Hapana roho ya kuishi milele. Now, my brothers, we've run out of time, so I'm going to cut our study short today. We'll continue it again tomorrow afternoon. Basi tumesha maliza muda, tutafupisha ili tuendelee kesho jioni. But I want to leave you with some comfort and hope. Basi mimi ningependa niwache na tumaini na faraja. So our last Bible text will come out of 1 Thessalonians chapter 4. Basi fungu letu la mwisho ni Wathesalonike ya kwanza, sura yake ni ya 4. And we'll look at verse 13 to 18. Basi ni wenye kusoma fungu la 13 hadi 14. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. Basi Wathesalonike ya kwanza 4:13 hadi 14. The Bible tells us, Biblia inatunenea hivi: but I don't want you to be ignorant, brethren. mimi sipendi mkose kujua ndugu. So in other words, God wants us to know this. Basi Mungu ni mwenye kusudi ya kwamba tuweze kujua haya. Ignorant about what? Basi hataki tupate kukosa kujua kuhusu nini? Concerning those who have fallen asleep, Kuhusu wale waliolala in regards to those who have died, na kuhusu wale waliokufa, lest you sorrow as others who have no hope. ili msipate kulia sawia na wale wasio na tumaini. So if we know this, we won't sorrow like those who have no hope. We will sorrow with hope. Basi ikiwa tunafahamu haya, hatutalia sawia na wale wasio na tumaini, bali tutaomboleza sawia na wale wenye tumaini. Verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, Basi fungu la 14, maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, even so God will bring with him those who are asleep in Jesus. vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Bring where? Basi atawaleta wapi? Bring to heaven from the grave. Rise, take them from the grave and take them to heaven. Basi atawanyakua kutoka kwa kaburi awaelekeze kwenda mbinguni. And again it uses the word fallen asleep. Basi anatumia hili neno kulala. That those who are dead. Ni kwamba wale waliokufa. Verse, if we believe that Jesus died and rose again, do we believe that? Basi kama sisi tunaamini Yesu alikufa na akafufuka, je, tuamini hayo? Certainly on the point that Jesus rose again, Christianity dies, falls or stands. Ya kwamba Kristo alifufuka, basi hapo ndipo funzo ya kwamba Ukristo unasimama ama umeanguka. For this I say to you by the word of the Lord, Kwa maana kwa kuwa tuambieni haya katika neno la Bwana, that we who are alive and remain at the coming of the Lord kwamba sisi tulio hai tutakaosalia katika wakati wa kuja kwake Bwana, will by no means precede those who are asleep or dead. hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. So the Bible tells us that we people alive and remaining when Jesus comes. Basi Biblia inatuambia kwamba pana watu ambao watakuwa hai na watasalia wakati Yesu atarudi. But some have fallen asleep, they're dead. Na wengine tayari wameshalala, wamekufa. Verse 16, for the Lord himself will descend from heaven with a shout. Basi fungu la 16, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti, And with the voice of the archangel, na sauti ya malaika mkuu, and with the trumpet of God. na parapanda ya Mungu. And the dead in Christ will rise first. Na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. And then we who are alive and remain Kisha sisi tulio hai tuliosalia shall be caught up together with them, that is with the resurrected ones, tutanyakuliwa pamoja na hao wale waliofufuliwa in the clouds to meet the Lord in the air. katika mawingu ili tumlaki Bwana. Where do we meet the Lord? Basi tutakutana wapi na Mungu? We meet him in the air. Tutakutana pamoja naye hewani. Why is it the people saying as soon as you die you go to heaven already? Pana watu ambao wanasema ukikufa tu unaenda mbinguni. They're meeting the Lord. Basi tunakutana na They have Bwana. not met him before. Hawajakutana naye pale awali. So we meet the Lord in the air. Basi tunakutana na Bwana pale hewani. And thus we shall always be with the Lord. Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. That is when we'll see the Lord face to face. That is when we will meet him face to face. Basi hapo ndipo tutakapomuona Bwana uso kwa uso, tutakutana pamoja naye uso kwa uso. And when God tells his prophet to write these words, Na Mungu anaponena pamoja na manabii wafanye kuandika haya maneno. in verse 18 he says, therefore comfort one another with these words. Basi fungu ni la 18 asema, basi farajanieni kwa maneno haya. Last night a young man told me that he was only 14 years old when his dad died.
Basi pana kijana jana alinisimulia kwamba alikuwa miaka 14 babake alipokufa. And he misses his father terribly. Na kila mara anamkumbuka baba yake na anamkosa And he ajabu. was crying because he didn't have any work. Na analia maana yeye hana ajira And yoyote. he's the oldest son. Na yeye ndio kijana wa And he's kwanza got to katika provide for familia. his family, but he can't do it. Na ana familia ya kuwasaidia lakini hana jambo la But he kuwasaidia. misses his father because his father died when he was still young. Na anamkosa babake maana babake alimwacha alipokuwa bado ni mdogo. I could speak words of comfort and hope to him. Mimi nilifanya kumnenea maneno ya tumaini na faraja huyu kijana. Because Jesus will come and raise the dead. Maana Yesu ni mwenye kuja kwa ajili ya kufufua waliokufa. We will be united with our loved ones that have gone to sleep. Tutaungana pamoja na wapendwa wetu ambao walishatangulia katika kulala. And as we go through this series, Na tunapopitia katika haya mafunzo, we will see that when Jesus died, he died not only the first death, but the second death as well. tutagundua kwamba Yesu hakufa kile kifo cha kwanza pekee bali pia cha pili. The first death is but the consequences of sin, Hiki kifo cha kwanza ni matukio ya dhambi, but it's not yet the penalty for sin. lakini sio mshahara wa dhambi. The second death is the penalty for sin. Basi kifo cha pili ni mshahara wa dhambi. That's when we will be judged according to our works. Basi tutahukumiwa sawasawa na matendo yetu. But since the beginning of this world, Lakini tangia mwanzo wa ulimwengu, both good and bad have gone into the grave waovu pamoja na wema wameshakufa. and are waiting for the resurrection of the Lord Jesus Nao Christ. ni wenye kuwasubiria Yesu afanye kuwafufua. But there may be some even amongst us now, Na uende kawa pana watu miongoni mwetu, because the kingdom of heaven is at hand, maana ufalme wa Mungu u karibu, that will remain alive to see the Lord come in the air. ambao watasalia kuwa hai hadi wamwone Bwana akitoka pale mawinguni. And God will bust open those graves first. Na Mungu ni mwenye kufungua yale makaburi And kwanza. then the righteous living and the righteous dead Na wale watakatifu walio hai pamoja na All alive watakatifu now. waliokufa wakati huo, will go up into the air and meet the Lord. na watanyakuliwa hewani ili wakutane pamoja na Bwana. Praise God that death is not the end. Bwana asifiwe, maana kifo si mwisho. Praise God that Jesus Christ paid the price for the second death. Bwana asifiwe, maana Yesu ni mwenye kulipa gharama ya kifo cha pili. Praise God that there's a way of escape from death. Bwana asifiwe, maana pana kunyakuliwa kutoka katika kifo cha pili. The Bible tells us the last enemy that will be destroyed is death. Biblia inatunenea kwamba adui wa mwisho kuangamizwa ni kifo. Death and the grave will be cast into the lake of fire and there'll be no more death. Basi kifo kitarushwa katika ziwa la moto na hapatakuwa na kufa tena. Who would like to be ready when Jesus comes? Basi ni nani angependa jiandae awe tayari Yesu anapokuja? Whether it be through the resurrection or whether it be through translation. Iwe kwamba wewe umeshafufuliwa ama umefanya kubadilishwa. Oh, I want to be in that number. Hakika mimi ningependa niwe katika ile orodha. When the saints go marching in. Wakati ambapo watakatifu ni wenye kutembea aste aste. If it's your desire, please join us, stand and come and pray with us as we close this program. Basi kama hiyo ndio hamu yako, tafadhali utakuja hapa mbele tufanye kuomba pamoja tunapotamatisha. We're so grateful. Thank you, Jesus. Tunashukuru sana, asante Yesu. Thank you that you conquered death. Asante maana ulishashinda kifo. Thank you that you are able to destroy him who had power over the death, which is the devil. Asante maana ulishafanya yule mwenye nguvu za mauti ametoweka. And through your word, you can release us who have through fear of death Na kupitia kwa neno lako utatufungua wale ambao tunaogopa kifo. been in bondage. Maana sisi tuko huru. Thank you for setting us free from that bondage. Asante maana Yesu umetufanya huru kutoka kwa kifo. Thank you that you comfort us with these words. Asante Yesu maana unatupa faraja kupitia kwa haya maneno. Thank you that you tell us that we are to take these words and comfort one another. Asante Yesu maana umeshatuambia kwamba tuchukue haya maneno tupate kufarajiana. Now, brothers and sisters, tomorrow night we're going to unpack the soul and what that means. Basi ndugu na dada, kesho tutajifunza kuhusu roho na maana ya hayo. There are some amazing texts in the Bible, so there's a part 2. Pana mafunzo kadha wa kadha kwa Biblia ya kufunza, na hiyo itakuwa ni sehemu ya pili. And please, if you have any questions, feel free to write them down Asante maana ikiwa una maswali, tafadhali kuwa huru kwa ajili ya and kuiandika hand in that piece of paper, na upate kutupa hiyo karatasi, and we will gladly answer your questions. na kwa furaha sisi ni wenye kujibu maswali yako. So far, it seems like no one has got any questions, Basi nimeona kwamba hamna mtu mwenye maswali, because the little papers that have been handed in have been for baptism and rebaptism. maana hamna makaratasi ambayo yameandikwa kwa ajili ya ubatizo ama pengine ya kutaka But I'm ubatizo still- tena.
I'm still waiting for the questions. lakini mimi bado nasubiri maswali So if yenu. anybody wants a piece of paper for the questions, Basi please kama- raise your hand. We'll hand out the piece of paper. Basi kama unataka karatasi kwa ajili ya kuuliza maswali, would- tafadhali liomba karatasi. We would love to receive your questions. The Bible has all the answers. Basi tungependa kupokea maswali, maana Biblia ni yenye majibu yote. Anybody want a piece of paper? The piece of paper is used for 3 things. Ambaye anahitaji karatasi, karatasi ni ya mambo matatu. You can tick the box, I want to get baptized and give my heart to the Lord Jesus Christ. Basi utachagua ya kwamba unahitaji ubatizo na umetoa maisha yako kwake Yesu. For the first time. Kwa mara ni ya kwanza. Or I have given my life to Jesus Christ before. Ya kwamba mimi nilishatoa maisha yangu kwake Yesu awali. And I walked away from the Lord and I want to get Na rebaptized. mimi nikajitenga mbali na Kristo, lakini sasa hivi nimeamua kurudi. Or the third one, yes, I can see that this makes sense, but I have some questions. I want my questions answered first. Na ya tatu ni kwamba kweli ninaona haya ni mambo ya muhimu, lakini nina maswali na ningependa mufanye kunijibu maswali So if kwanza. you're in any of those 3 categories, please raise your hand. And we've got our brother here that can give you the piece of paper to fill out Basi and hand back. uko baadhi ya hao ambao tumesema tafadhali nyanyua Any mkono, hands? na kuna ndugu hapa mwenye kupa karatasi. Can you see any hands? Any hands? Pana yeyote ambaye anahitaji karatasi? Oh, praise God. We've done a good job explaining it from the Word of God. Bwana asifiwe, maana kazi ni bora katika kueleza neno lake Okay, Mungu. good, good. There's some questions. I want to hear Asante. questions. I love to have questions. Asante sana, pana mwenye kuomba To let the karatasi. Word of God speak, to make things clear. Ili Mungu apate kunena pamoja nawe kupitia kwa The neno. first afungue time we mambo. hear things, we don't always understand them. Kila mara tunaposikia neno mara ya kwanza hatuelewi. Maybe this is the first time you actually heard that Satan will be burned to ashes. Basi pengine ni mara ya kwanza umesikia kwamba shetani atatekezwa ili awe majivu. Maybe this is the first time that you heard that the Bible says that even the wicked will be turned to ashes and they'll be walk on the ashes. Basi ni mara ya kwanza pengine wewe kusikia kwamba waovu watateketezwa wawe majivu na tutakanyaga juu yao. But whatever your question is, we'd love to hear it, and we'll go to the Word of God and let the Word of God teach us. Haijalishi swali ni lipi, wewe lilete swali na tutaacha neno la Mungu lifanye kutufunza. Right, well, let's close with prayer. It's time to close our meeting. Basi tutamaliza na maombi, ni wakati wa kufunga. Father in heaven, Baba yetu aliye mbinguni, we see your beautiful people here in front of us. tumeona watu wa kupendeza walio hapa mbele. You've just told us from the scriptures, Umeshatunenea kupitia kwa maandiko. and we've heeded your word. We've listened to you. Tumefanya kusikia neno lako. You are the author of truth. No man is. Wewe ndio mwanzilishi wa kweli, maana hamna binadamu mwenye ukweli. And if anybody brings a different gospel other to that which is in the word of God, Na ikiwa mtu ni mwenye kuleta injili mbadala ambayo ni kinyume cha neno lake Mungu, that contradicts any part of the scriptures, ambayo inakinzana na sehemu yoyote ile ya maandiko, let him be accursed. hebu afanye kuwa laana. And Galatians chapter 1 tells us, even if an angel comes down from heaven Na Wagalatia sura ni ya kwanza inasema hata malaika atoke pale mbinguni and he brings a different gospel to the one that the Bible teaches, na ni mwenye kuleta injili tofauti ambayo Biblia inafunza, let him be accursed, because that will be an evil angel looking like an angel of light. maana alaaniwe, maana huyo ni malaika wa uongo, anasawia na anaonekana kuwa malaika wa nuru. Thank you, God, that there's security in your word, Basi asante Mungu, maana pana ukweli katika neno lako, so we can know the truth. ili tufanye kujua ukweli. You tell us in John chapter 8 and verse 31, Unatunenea katika Yohana 4:31, if you abide in my word, then you are my disciples indeed. ikiwa mtashikilia neno langu, basi hakika nyinyi ni wanafunzi And wangu. verse 32 says, and you shall know the truth, and the truth will set you free. Fungu la 30 ya kwamba mtajua ukweli na ukweli ni wenye kuwafungua huru. Lord Jesus, thank you for setting us free with your truth this evening. Asante Yesu, maana umetufanya huru kupitia kwa ukweli wako jioni ya May your leo. Holy Spirit go with us as we leave here. Hebu Roho Mtakatifu andamane pamoja nasi tunapoondoka hapa. Help us to grasp this truth and understand them. Hebu tusaidie tushikilie ukweli na kuuelewa. We pray and we pray that you will bless us as we leave. Tunaomba na tunaomba ufanye kutubariki tunapoondoka. In Jesus' name, Katika jina la Yesu. amen. 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 Thank you, Pastor. Thank you so much. May God bless you for that wonderful message that we have listened to. Announcement. Remember, tomorrow all of us will be at KCC. And then we'll be here in the afternoon. So we'll be here in the afternoon after the morning programs when they have been finished. So we pray that you'll have, we'll be here in the afternoon. Nyangongo, you'll worship from your church. Mailimbili, you'll worship from your church tomorrow. Then we'll be here in the afternoon.
but if you so wish to join us, no problem. Haya, wale wanatusaidia kupanga viti, tafadhali tunaweza kusaidiana kupanga viti. Mungu awe pamoja nanyi na mkuwe na sabato njema yenye mibaraka tele. Mungu awabariki na Mungu awabariki zaidi. Wale ambao wanaendelea kujitoa kwa ajili ya ubatizo, tuna kadi ya kufanya decision.